Stupid. Sasa wewe, kwa nini unakataa wito wa mahakama? Mke wangu, usiniambie kama uko pamoja na huyo jamaa. Yaani wewe ni bogus, ujielewi. Upo tu kama bogus. Unaniita mimi bogus? Sina akili. Sijitambui. Sio ndoto. Nimeishi na wewe kwa muda wote, kwa kipindi chote, kwa sababu ya mali za babangu na si kingine. Karibu tena mpenzi wa simulizi na mfuatiliaji wa visa vya maisha. Leo tunazama ndani ya uchambuzi wa kina wa Mtoto Wangu, sehemu ya 24. Simulizi inayozidi kupanda joto na kusisimua kutoka katika channel ya Twizy Daddy TV. Kama ilivyo ada, andaa kiti chako, maana tunaenda mwendo wa saa moja hivi tukichambua kila tukio, kuanzia ndoto ya kutisha ya Amanda hadi usaliti mzito wa Della uliomwacha Twiz njia panda. Hakikisha hukosi hata nukta moja ya simulizi hii ya kusisimua. Simulizi kamili inaanza kwa picha ya kutisha pale mtoto Amanda anapozinduka usingizini akiwa na hofu kubwa. Amanda anamwelezea mama yake Della kuwa amewahota wakiwa katikati ya msitu mkubwa, mvua inanyesha na wanalia kama watu waliokosa makazi. Ingawa Della anajaribu kumtuliza Amanda kwa kumwambia kuwa hizo ni ndoto tu na anapaswa kusali kabla ya kulala, ndoto hii ni ishara ya dhoruba kali inayokuja kuibomoa familia yao na kuwatoa katika makazi yao ya kudumu. Mapema asubuhi hiyo, Twizy anashtushwa na simu anayopokea Della kutoka kwa mtu anayeitwa Mjomba Nyuki. Della anajitetea kuwa mjomba huyo anajulia hali yake kwa kuwa alikuwa anaumwa, lakini Twizy anaanza kuhisi mashaka, akiamini kuwa adui wa mtu mara nyingi ni yule anayecheka naye karibu. Della anatumia ufundi mkubwa wa maneno kumhadaa Twizy, akimuita majina ya mahaba kama My Chocolate na HB wangu, huku akimwahidi zawadi nono na chakula kitamu atakaporudi kutoka kazini. Twizy anaondoka akiwa na furaha tele, hajui kuwa maneno yale ya asali yalikuwa ni mtego wa kumfanya asishtuke wakati mipango ya kumwangamiza ikikamilika chumbani kwake. Usaliti unazidi kuchukua sura mpya pale Della anapozungumza na mwanamke mwingine anayemtaja kama dada yake. Katika mazungumzo yao, wanapanga kumfanyia Twizy mchezo wa kumjaribu ili kuthibitisha kuwa yeye ni malaya na hafai, huku Della akionyesha wazi kuwa amechoshwa na maisha na Twizy. Della anaonekana kuwa na kinyongo cha siri na anatafuta kila sababu ya kuhalalisha unyama anaopanga kumfanyia mumewe. Wakati Twizy akiwa kazini akipambana kwa ajili ya familia, mgeni anafika nyumbani akijitambulisha kama Nilo Joseph Kaniki, karani kutoka mahakama ya wilaya ya Ilala, akiwa na nyaraka nzito za kisheria. Della anampigia Twizy simu ya dharura akimtaka arudi nyumbani haraka kwa kisingizio kuwa kuna mgeni muhimu sana amefika. Twizy anapofika kwa haraka akidhani kuwa ni jambo la heri, anakabidhiwa hati ya mahakama inayoeleza shauri la madai namba 270, nalo ni amri ya yeye kuondolewa mara moja katika nyumba anayoishi. Twizy anashtuka na kujitetea kuwa nyumba hiyo ni mali ya baba yake Mzee Mbewi na yeye ndiye mrithi pekee, lakini karani anasisitiza kuwa jukumu lake ni kufikisha amri ya mahakama na Twizy anapaswa kufika mahakamani kutoa utetezi wake. Hapo ndipo Della anapovua kinago cha upendo na kuanza kumtolea maneno ya kashafa, akimuita bagas na mtu asiyejielewa kabisa. Della anapasua jipu la siri ya familia iliyofichikwa kwa kusema kuwa Twizy si mtoto wa Mzee Mbewi, bali Della ndiye mtoto halali wa Mzee Mbewi na ana haki zote za mali hizo. Della anamfukuza Twizy wazi wazi, akimwambia hana mamlaka yoyote ndani ya nyumba hiyo na kuanzia sasa aondoke. Simulizi inahitimishwa kwa Twizy kubaki ameduaa, akitambua kuwa adui wake mkubwa alikuwa ni mke aliyemwamini, huku ndoto ya Amanda ya kukosa makazi ikianza kutimia kwa namna ya kuhuzunisha. Mpenzi wa simulizi, sehemu ya 24 imetuonyesha usaliti wa kiwango cha juu na jinsi siri za familia zinavyoweza kubomoa maisha ya mtu.
Hapa kuna mambo ya kutafakari. Usaliti wa Della. Je, unadhani Della ana haki ya kumfukuza Twiz katili hivyo hata kama yeye ndiye mtoto halali? Je, mahaba aliyokuwa anamwonyesha asubuhi yalikuwa ni maigizo tu ya kumtuliza? Urithi wa mzee Mbewi. Inakuwaje Twiz aliishi miaka yote akijua yeye ni mrithi, halafu Della aibuke na karatasi za mahakama ghafla? Je, kuna mchezo wa kuhoshi nyaraka? Ndoto ya Amanda. Je, ndoto ya huyu mtoto ndio mwisho wa maisha ya Twiz, au kuna tumaini lolote la Twiz kupambania haki yake mahakamani? Ushauri wangu kwenu, katika maisha ni muhimu kuwa makini na watu wanaotuzunguka, hata wale walio ndani ya nyumba zetu. Siri ya mafanikio ni uaminifu, lakini usaliti unapoingia unaharibu kila kitu. Twiz anahitaji ujasiri mkubwa kupambana na mfumo huu wa kisheria na usaliti wa mke wake. Je, umeipenda simulizi hii ya leo? Ikiwa umeifurahia na unataka mwendelezo wa sehemu ya 25 uwe wa urefu na kina zaidi, usisite kufanya yafuatayo. Subscribe kwenye channel yetu ya Twiz Daddy TV ili uwe wa kwanza kuona Twiz akipambana mahakamani. Like na share simulizi hii ili kutoa onyo kwa jamii kuhusu usaliti katika ndoa na masuala ya urithi. Comment hapo chini, Twiz pambana, haki itashinda, na niambie ni nani unadhani atatokea kwa Della mara baada ya Twiz kuondoka. Pia kama kuna filamu yoyote ya kigeni ambayo hujaielewa vizuri, iandikie jina lake hapa. Nitakuletea uchambuzi wa kina na wa saa moja hivi kwa Kiswahili safi. Asante kwa kuwa nami mwanzo hadi mwisho wa sehemu hii. Tukutane katika mwendelezo unaokuja kusisimua. Asante sana. Karibu mahali ambapo hadithi zinapumua, maumivu yanazungumza na ukweli hauogopi giza. Karibu Bongo Episode. Hapa si filamu ya kawaida, ni maisha yaliyochorwa kwa machozi. Kila simulizi ni jeraha, kila neno lina uzito wa historia. Tunasimulia yaliyojificha, yasiyothubutu kusemwa hadharani. Upendo, usaliti, matumaini na giza la roho ya binadamu. Bongo Episode, sauti ya ukweli, mahali pa hadithi nzito zisizo na woga. Bongo Episode, hisia halisi, kicheko, maumivu, machozi ya ndani. Ukifika hapa, ondopo vile ulivyokuja. Bongo Episode, ni sauti ya waliopotea, ni kilio cha waliopuuzwa. Tunatoa mwanga gizani, tunafungua milango ya siri nzito. Kila episode ni somo, kila simulizi ni onyo. Usisikilize kwa masikio tu, sikiliza kwa moyo. Kama unatafuta burudani tupu, pengine hapa si mahali pako. Lakini kama unataka ukweli, basi kaa, pumua, sikiliza. Bongo Episode, sauti ya ukweli, hadithi za maisha bila kupamba. Bongo Episode, hisia halisi, simulizi zinazoacha alama. Hii si channel tu, ni safari ya akili na moyo. Bongo Episode, usisahau, kila hadithi ina upande wa giza, na hapa hatulifichi.